Wanafunzi wili? Wili? Asanteni sana. Nyinyi wanafunzi ambao mmechagua sana kuwa na mimi, tunasoma shuleni tukiwa wote, si ndio? Na sisi tunaweza kuzuia masomo kwa sababu ya watu wachache ambao hawajafika. Wewe mbona Mwanamisi analala sana? Kuna shida gani? Hata sijapa Hapana, waliongeza sana. Wewe uko sawa? Ndio. Haya, sawa. Somo la leo linahitaji makini sana. Kwa mtu ambaye hayuko vizuri, naomba jiweke akili tekea, kwa sababu tunaenda kwenye somo ambalo linapendwa sana kwenye nchi yetu. Sawa sawa? Mwanamisi, si nimekuuliza unasumbuliwa ukasema uko sawa? Kwa muda nimesitisha masomo kidogo, tutaendelea. Mwanamisi, napendani usini. Mwanamisi, ulisema uko sawa, usumbuliwi na chochote, lakini cha kushangaza umetoka klasi aliyokuwa ninafundisha na ukatokea nje, na katika ishara ambazo nilikuona ulikuwa unaashiria kama unakwenda kutapika na umesema uongo. Unasumbuliwa na nini mwili wako? Najisikia kuumwa. Unajisikia kuumwa? Ndio. Unajisikia kuumwa. Ndio. Sasa basi, kesho utapokuja usisahau kuja na mzazi wako. Umenielewa? Sawa, nimekuelewa. Haya, sawa, usisahau. Sawa. Kuonekana mimi zuzu. Hata mdogo wangu hapo. Muda utakapoanza kuja kwenye mahusiano. Masuala ya mahusiano usije kuniuliza mimi ushauri. Mimi pesa yangu ndio napata kwao. Pata ushauri wadogo, lakini mimi ushauri kuhusu mahusiano. Kumbe wewe mwanangu wewe utanifaa. Acha huyo gaza, huyo sio poa. Kwa sababu mimi nimeenda kwake ili nimshauri kwamba anisaidiaje. Kwa shule dogo mbaya mimi anilia vya kwangu na anielewe. Gaza yani kama ananicha. Kondo hiyo. Mambo vipi? Poa, mzima? Niko poa. Niko poa, siwe. Fresh. Kwa majina naitwa Mr. Nana, sijui unaitwa nani? Naitwa Mwajuma. Sasa Mwajuma, nimemtoa sijui mdogo wako, sijui na yeye nimemtoa hapa atangulie mbele kwa sababu na kipengele na wewe. Kipengele gani? Swali zuri. Unajua hata ndio ulipotoka hivi, ulipopita tu hapo ukastuka hivi, nikasema sio kweli. Sijui unaelewa. Umestukaje? Nimestuka nimefona hapo hapo. Kila kuangalia hivi mpigwa mwana nenda mbio. Nikasema sio kweli, sasa sikuacha hivi. Siko tu. Kivipi? Nina mtu wangu. Una mtu wako? Sio kesi, mimi sijaje kuzuia mahusiano yako. Wewe mwenyewe utapima tu baadaye. Sio lazima unikuzuie sijui achana na nani, no. Mwenyewe utapima baadaye. Ukiona maslahi huko na unaingia huko, ukiona hivi hivi. Mimi sikuzuie sijui mtu wako nini. Sinaelewa. Angalia mama mtu Useke kipengele basi. Changamka. Sawa. Nikubalia. Fresh. Kwa unaishi wapi hapo mbele? Hapo mbele. Utasikia tuongozane kidogo basi nikuacha hapo. Hapo. Una mapozo. Ondoke basi.
Hodi. Karibu. Pita ndani. Haya, asante. Za leo Nzuri za kwako. salama mzima. Mimi niko poa. Mwanao ajambo. Ajambo, shemeji ajambo. Ajambo. Haya, shoga yangu mimi nimekuja kuhusu vile vitu ulivyokuja jana kuniambia pale mbele ya mume wangu. Nimekuja kuangalia hivyo vitu vipo. Maana mume wangu pale mmewaka kama nini. Hapa ninapoongea siongee naye vizuri. Sasa ninachokuambia mimi hapa nimefuata vile vitu vyangu ili niondoke nyumbani. Shoga yangu, lakini mimi jana si nilikuelekeza kila kitu. Kwamba vile vitu nilivyorudi kwenye mihangaiko yangu sijavikuta. Sasa nashangaa leo unanijia juu hapa nyumbani kwangu. Imekuwaje wakati mimi nilikuja kukupa taarifa? Kwani ulipokuja kuomba umemkuta mume wangu? Jana niliwakuta wote na Ulipokuja kuniomba umemkuta mume wangu? Na iweje jana pale umemkuta afu umeropoka na ujui kilichotokea nyumbani? Sasa hapo mimi nitafanyaje? Na hivyo vitu vinatakiwa na mimi sina cha kulipa na sijui ninapata wapi hivyo vitu ili mume wangu ajue kwamba vitu vimefika ndani. Yaani shogangu, kwa kifupi siwezi nikakudanganya. Maana hata nikisema nitakupa kesho wewe uwezo sio. Vile vitu ni kweli vimeuzwa. Na jana niliongea naye mume wangu. Nikamwambia nifanye chini juu. Jioni hivyo vitu vya watu vipatikane. Yeye akaniambia ngoja nikajitafute. Nikipata nitakuja navyo. Nashangaa amerudi jioni hajaja navyo. Yaani mimi hapa sikuelewi. Yaani vyote unavyoongea mimi hata siku moja sikielewi. Kwa sababu nataka vitu ili nirudishe nyumbani. Hapa nikirudi nyumbani hivi bila hivyo vitu, je, mume wangu naenda kumjibu nini? Nikamwambia kwamba vile vitu bado havijapatikana. Nimekuazima kwa ustaarabu hivi na nimbeti mume wangu kaviuza. Kweli unaongea wewe, unapoongea mwenyewe unajisikia. Shoga yangu, vile vitu ndio unataka tuvunje undugu kabisa. Sio tuvunje undugu. Sasa kuvunja undugu na kuvunja ndoa bora nini? Maana pale nyumbani kanaweka mume wangu na vile vitu sikununua mimi. Vimenunuliwa vile vitu ndani. Hivi wakija wageni vitusaidie. Wewe umechukua au umekuja kumpa bwana wako, sijui amechukua, sijui ameiba mimi. Hapa mimi nahitaji vitu vyangu. Na leo nikiondoka hapa, nikienda nyumbani, kesho nikirudi tena nivikute vitu vyangu. Shoga yangu bana, usifikie huko. Mimi vitu vyangu ndio hivyo. Kwa sababu najua hata nikikuachia hapa utoleta haraka hivyo vitu. Kesho nikija au kesho kutwa, nikikuta hivyo vitu nataka niondoke nyumbani. Basi shoga yangu, mimi nitajitahidi kwa kweli. Akirudi leo nitaongea naye. Nitahakikisha hivyo vitu leo navipata. Nitakuletea tu vitu vyako shoga yangu. Sije tukavunja undugu wetu kwa mambo madogo tu haya. Mimi naondoka. Ila ninapoondoka hapa jua yule mtu kesho kutwa anakuja. Na nikija hivyo vitu nivikute. Basi sawa shoga yangu, hamna shida, mimi nimekuelewa. Vitu vyako nitakupa tu, hata usijali. Ila ndio hivyo nimekwambia. Wanaume wengine hao. Yaani nagombana na marafiki zangu kisa vitu vya watu kweli. Yaani leo akirudi ama zake ama za kwangu atanijua. Bila shaka nahisi unanifahamu, ni mwalimu wa Mwanahamisi. Lakini kitu ambacho nilimweleza Mwanahamisi jana, niliona kuwa niko class lakini mara ametoka mara amerudi. Mara ametoka nikaona kabisa hayuko sawa. Baada tu ya kumuita ofisini, kitu ambacho nilimweleza, nilimwambia asisahau kesho kuja na mzazi wake. Lakini leo alipofika kanieleza kuwa kaja na kaka yake, ni mbadala wa huyo mzazi ambaye nimemhitaji. Kifupi nyinyi ndio unaishi naye. Sasa kitu ambacho nilikuwa nahitaji kwa Mwanahamisi, umfuatilie mienendo yake. Ninapozungumzia mienendo, wewe ni mtu mzima unaelewa.
kwa sababu Mwanahamisi amekuwa kila siku ni mtu wa homa, akitoka hili limeingia hili. Sasa isije kesho ikaonesha hii shule inatoa wanafunzi watukutu. Iko kitu hatukubaliani nacho. Nimekuelewa mwalimu. Kulingana na harakati za mizunguko yangu nilionayo, zinafikia muda mwingine kuweza kushindwa kutambua maisha ya huyu mdogo ambaye yupo. Kwa sababu tambua, nina dada, nina mdogo wangu wa kiume ambaye ni tegemezi. Pia mimi mazingira yangu ni mizunguko mizito katika kutafuta maisha. Lakini pia hata yule ambaye namtegemea ananipa wakati mgumu. Ni kaka yake pia ambaye yeye yuko naye pamoja, lakini kila siku mimi napata tu taarifa, mara leo kataka kuchomwa moto, juzi tu wamemkosa mapanga. Nikijaribu kuongea na dada, majibu yake anayonijibu ni hivyo. Siku moja tuliwahi kukutana, yule binti, siku nimefika mimi usiku, bado tukamkia kwenye kikao cha familia baada ya kaka yake kutaka kuchomwa moto, wananchi wanataka wampige. Lakini vile tunaamka asubuhi, inaonekana kaka mtu pale ndani. Yaani hata picha ninayoipata ni ngumu, mara sijui kauza hiki cha mkewe, mara hivi. Kwa hiyo ukinielekeza huyu binti anayo mazingira na kuhitaji mimi niweze kufuatilia, kwa kweli kama unaniweka pamoja mwalimu. Lakini je, ulivyojaribu kumfuata zaidi katika hali ya kawaida, anaonekana na matatizo gani katika yule binti? Ni mjamzito. Kunaendea na mimba? Ana mimba. Kwa hiyo unanisaidiaje kwenye hili? Sina msaada tu zaidi ya kuambia kwa mkapambane ikiwa kama familia. Kabla hawajajua walimu wenzangu hapa shuleni, basi muweze kujua mnafanyaje ili mradi aendelee na masomo. Zaidi ya hiyo sina cha kuwasaidia. Na hujawahi kumuuliza ni nani kampatia hiyo mimba? Kiukweli kitu ambacho nilizungumza naye ni kumuuliza tu au kumwambia tu uje na mzazi wako, yaani mbadala umekuja wewe ambaye ni mlezi, ni kaka, si ndio? Ndio. Mengine sikumuuliza. Sawa teacher. Hamna shida. Haya yote ni kazi ya kaka ni Kamali. Haya yote ni kazi ya kaka ni Kamali. Wapo na kuja kwa pore, na wapo na kuja kwa ukari, na wapo na kuja kwa shari, kwa shari. Wapo na kuja kwa pore, wapo na kuja kwa pore, wapo na kuja kwa shari, kwa shari. Haya yote